wafanya kazi lazima wote uwe na nidhamu. Mwenyekiti wetu, wana baraza, nimefurahi kupata nafasi hii kuja mwengo kufungua. Mimi naona kama kuamkua kwenye mkutano huu wa 35 wa baraza. Najua mmejadili mambo mengi na bado mnaendelea kujadili. Kwa hiyo nafurahi sana kwamba mmeshajadili mambo mengi, kwa mmekuepo hapa na bado mtakuepo. Kwa hiyo kikao kinaendelea. Nashukuru mmejadili budget na mawazo yenu yamechukuliwa na nyinyi mmefurahi, mmeidhinisha. Uongo kweli? Kwa hiyo mmetupa kibali cha kwenda mbele kwa ajili ya kuwasilisha mapendekezo ya mapato na matumizi ya wizara yetu kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano. Asanteni sana. Na namshukuru sana Katibu Mkuu na timu yake kwa kuwa na ufanisi na wepesi wa kuendesha mabaraza haya ambayo yako kikanuni. Msikia ndugu yetu kutoka Tuge na amesema hasemi, anazungumza kule anakoona. Kwa hiyo kwa kweli kazi nzuri. Katibu Mkuu Profesa Nombo hayuko hapa leo sababu naye anasafiri kesho, lakini Dr. Mahera ambaye ni mwenyekiti wa baraza leo na Profesa Mushi, hongereni sana na asanteni sana. Na mambo mengi yamefanyika, lakini labda nitamke moja tu. Simbeye huko hapa. Tumshukuru rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuongoza vizuri kama nchi, kuangalia maslahi ya watumishi, kupandisha madaraja na kuadhibiti ubora, kuhakikisha kwamba muundo wao pia umekubaliwa na stahiki zao zimekubaliwa na malipo yanaenda na vitendea kazi vinazidi kuja. Tunampongeza sana rais wetu. Nimetumia kama mfano tu, lakini kwa kweli kazi kubwa anayofanya rais wetu inagusa kila idara hapa. Kila mmoja atakuwa anaona nini kinafanyika. Si kwa ajili yetu tu, lakini hata maslahi yetu ameangalia kupitia kwa adhibiti ubora. Lakini katika sekta ya elimu ambayo sote tumebahatika kuwa katika sekta hii sasa hivi. Mimi nilivyoalikwa na Katibu Mkuu hapa nilifikiria nije nizungumze nini. Naona la kuzungumza kubwa ni moja. Kuja kutoa shukrani kubwa sana kwa Katibu Mkuu na watumishi wote wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na taasisi zake. Nyie wote mnajua tuna bahati kubwa sana kuwa katika wizara hii, kuwa katika sekta hii, wakati ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maelekezo yake na usimamizi wake, nchi yetu inatekeleza mageuzi makubwa sana ya elimu. Na mimi nawashukuru kwa sababu maono ya rais wetu na maelekezo yake, utekelezaji wake umefanyika kwa sababu ya uchapaji kazi wenu. Umetusaidia sana. Mara nyingi likipendeza na sifiwa nani? Waziri. Lakini mara nyingi nyie huko mnahenya, mnafanya kazi kwa bidii, mambo yameenda vizuri sana. Kwa kweli leo kwa moyo wa dhati naomba niwaambie kupitia kwenye baraza hili watumishi wote kusema asanteni sana kwa kazi nzuri sana. Mageuzi makubwa yatagusa vizazi na vizazi. Kwa tulichofanya kikubwa zaidi ni kuwa na blueprint, kuwa na aina ya mwongozo, sera manake ya namna ya kwenda, mwelekeo katika elimu. Ni mageuzi ya kijasiri, yanaakisi matakwa, maelekezo na usimamizi wa aliyetuma na kuagiza kazi hii. Na mara nyingi napenda kusema, kwa sababu watu ukisema tunampongeza, tunamsifu rais wetu, wanasema siku hizi kusifu tu. Siku ya kuzindua sera tuliweka klipu zake akitoa maagizo, sio mara moja,
sio mara 2, sio mara 3. Tuliweka tu kukumbusha watu kwamba haya tunayoyafanya ni utekelezaji wa maelekezo mahususi ya rais wetu. Haya maelekezo alianza kuyatoa, wala mimi sio waziri wa elimu, lakini karibu wote mlikuwepo. Nilikuja nikadandia treni iko kwenye mwendo, na tunaenda. We feel very proud to be part of these big reforms in our country. Lakini katika muda niliokaa wizarani, kwa kweli nimeona watumishi ni wachapakazi sana sana, na fursa ya kusema asanteni haijajitokeza mara nyingi. Kwa leo naomba niwaambie ni asanteni sana. Na mnakumbuka kama nilivyosema, mageuzi haya yanatekelezwa kwa awamu, bado yanahitaji usimamizi. Hatua za kwanza tulizoanza ni ndogo, lakini mwitikio ni wa kishindo. Hili na waheshimu na kuwasifu, tuwashukuru sana Watanzania wote ambao wameelewa maelekezo ya rais wetu, na hata kwa kuanza kwa hizi hatua tayari unapita kila mahali utasikia wakisema naam, tuna mwelekeo sahihi. Tunatekeleza kwa awamu. Kwa mfano, sera inasema elimu ya lazima Tanzania, hasa bara. Maana Zanzibar tayari washafanya tangu wakati wa mapinduzi. Sasa si miaka 7 tena, itakuwa miaka 10. Lakini hili litaanza mwaka 2027. Sera inasema, nitazungumza mambo mawili tu, kwamba elimu ya sekondari sasa hivi itakuwa na mikondo miwili: mkondo wa elimu jumla na mkondo wa elimu ya amani. Haya ni mambo mawili tu kati ya mambo chungu mzima aliyoko kwenye sera, na yote haya tunatekeleza kwa hatua kwa hatua. Kwa hiyo kwenu nyie nawaomba, let's not lose focus. Tunahitaji kuwa na sustained focus, sustained effort, consistency, ili kuweza kutekeleza. Uzuri tunayotekeleza haya ni maelekezo na miongozo wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu afya na maisha marefu. Mimi naamini, na nadhani wote mnajua, tutakuwa na uchaguzi mwaka huu. Tunaamini kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Watanzania watampa kura kama zote, ataapishwa tena kwa rais, ataendelea kusimamia serikali, na utekelezaji huu utaendelea. Kwa sababu wanaokumbuka siku nakuja wizarani mara ya kwanza kabisa, kauli yangu ilikuwa wizara hii inahitaji utulivu. Ndio maneno yangu nilisema pale, nimekaa na katibu mkuu wakati ule na wengine wote. Sio wizara ya yuko ndali chako kulia geuka, akija Mkenda kushoto geuka, akiwa Kawambwa nenda mbele, akija mwingine rudi nyuma, akija mwingine rukaruka kichura. Kwa sababu kwenda hivyo hatufanyi kitu kimoja mpaka tuone matokeo yake. Na naamini kwa sababu sera imetengenezwa kitaalamu, lakini kwa namna shirikishi, na sasa hivi tunajisikia, tunafeel kabisa kwamba inamilikiwa na Watanzania kwa ujumla wake. Tunaamini tutakuwa na consistency, tutaremain focus katika utekelezaji wake. Na manake nini? Kila tutakachokifanya wizarani tukumbuke mageuzi. Hatua yoyote unayoifanya, hata Mike kiacha kufanya kazi, tukumbuke mageuzi. Tukumbuke mageuzi. Unaenda umetumwa kwenda kuzungumza sijui na wadau wa maendeleo, kumbuka mageuzi. Unapata nafasi unatumwa kwenda nje ya nchi, kumbuka mageuzi. Kumbuka mageuzi. Unaandaa bajeti, kumbuka mageuzi. Tunaomba fedha za ziada, kumbuka mageuzi. Na makubwa sasa hivi ni haya ndio hatari. Yako mengine ambayo yanatekelezwa, ajira za walimu na kadhalika. Kimoja, miundombinu ya kutosha kuweza kuchukua wanafunzi wote kusoma mpaka kidato cha 4. Kwa chochote tunachofanya,
Mimi kokote nakoenda, katibu mkuu kokote nakoenda, manaibu kokote, kesho naenda Saudi Arabia, tutakuwa na mkutano na waziri one on one, unaweza kutabiri tutazungumzia nini, au sio? Jana nilikuwa na Benki ya Dunia, wamekuja, unaweza kutabiri nimezungumzia nini. Kila mahali, kila hatua, chochote tunachofanya sasa hivi mageuzi, na mambo mawili makubwa tuyazingatie mpaka tuvuke. Miundombinu ya kutosha, ajira za walimu zitakuja na taratibu zipo. Miundombinu ya kutosha, madarasa katika kila mahali ambapo wanafunzi anaweza katembea akaenda kusoma kidato cha kwanza. Na kazi hii tumeanza kuifanya na wenzetu wa TAMISEMI. Lakini vile vile kuweza kupata shule za amali, hasa za ufundi, zenye vifaa na walimu wa kutosha. Baada hapo na hayo mengine. Kwa hiyo naombe, baada ya kuwashukuru, kwamba tuendelee kuangalia mbele, tukumbuke tunaenda wapi. Kila mahali ulipo, dawati ulilopo, kumbuka kazi yako na mchango wako mkubwa katika nchi hii ni kuhakikisha kwamba mageuzi haya yanafanikiwa. Unapokuwa na mageuzi, mwitikio ukiwa wa kishindo sana kama ilivyo sasa hivi, ukishindwa mwangu utakuwa mkubwa sana wa kishindo, na tusiwe tayari kuwaangusha Watanzania. Na macho yetu yote ya Watanzania yako kwenye wizara hii. Ni kazi yetu kupanga, kuongea na wenzetu wa hazina. Sisi ndio tunapaswa kwenda kuwakumbusha, kuongea nao, kuongea na tume ya mipango, kuongea na taasisi mbalimbali. Sijui UNICEF anataka kuja kufanya kazi na sisi, mageuzi. Benki ya Dunia hiyo kama nilivyosema. TENMET wanakuja, mageuzi. Sijui mtu anasema tunataka kuangalia kongamano, mageuzi. Kwenda kuangalia namna ya kutekeleza hii. Kwa hiyo naombeni sana tuwe focused. Hilo ni muhimu sana. Tuendelee kuwa focused ili kazi nzuri ambayo mmeshiriki kuifanya katika maandalizi na hatua za mwanzo wa utekelezaji wa mageuzi ziendelee vizuri, hatimaye tuweze kuona matokeo ya mageuzi haya. Au sio jamani? Sasa hayo upande wa elimu. Na kwenye mageuzi inagusa mambo yote. Inagusa STEM, science, engineering, technology, mathematics. Kote huko yapo katika sera. Lakini wizara hii sasa hivi imepewa jukumu la kusimamia elimu, sayansi na teknolojia. Mambo ya sayansi na teknolojia yamekuwa yakihama mara nyingine. Mara nyingine alikuwa katika wizara ya elimu ya juu, sayansi na teknolojia. Wakati mwingine amekuwa katika wizara inayojitegemea pamoja na mawasiliano na kadhalika. Kwa hiyo haya masuala ya sayansi na teknolojia na ubunifu tuna wajibu vile vile kuhakikisha kwamba tunakwenda nayo na tunaenda nayo kwa kasi ambayo inatakiwa na serikali yetu. Tumeandaa timu ambayo inafanya kazi kuangalia sera ya sayansi na teknolojia. Nilikutana nao karibuni. Hili nalo ni swala kubwa sana. Kwa sababu sayansi na teknolojia ndio inanyanyua mataifa. Na upungufu wa sayansi na teknolojia kama hii mic hapa wakati mwingine ndio inaangusha mataifa. Na nawakumbusha sana, hata kutawaliwa inawezekana sio kwamba walio wakoloni wana roho mbaya. Ila wanatuzidi kwa teknolojia, wakaja huku kwetu, wana mabunduki, wana mizinga, merikebu kubwa kubwa na magari ya kutembea kwa kasi zaidi. Hatukupungukiwa ujasiri katika nchi yetu. Tulipungukiwa sayansi na teknolojia ya kupambana na hao. Na vile vile tunashindwa kuvuna rasilimali zetu wenyewe kwa sababu ya kutokuwa na sayansi na teknolojia ya kutosha. Na ukiona sayansi haifanyi kazi, teknolojia unabadilisha. Kama hivi. Kwa huko nako tunakwenda, nitaomba tuendelee kufanya kazi kwa bidii, inatuhusu sisi wote. Ili siku moja tukae tena tupongezane kwa hatua hii. Basi mengine ni yale ya usimamizi wa kawaida. Tuendelee kufanya kazi zetu kwa bidii na kukumbushana. Labda niseme ofisi kubwa zaidi ukitoka kwa katibu mkuu na naibu makatibu wakuu ni kamishna wa elimu. Ni ofisi kubwa na nzito, inatambulika kisheria. Kwa hiyo nachukua mfano tu wa ofisi hii. Ndio ofisi ambayo inatoa nyaraka mbalimbali.
sisi wote tufuatilie utekelezaji wa hizo nyaraka. Hata Simbeye watu wako wakienda kule watizame nyaraka hii aliyotoa kamishna huko chini, imeeleweka, inatekelezwa. Ndio kazi yetu hiyo. Waraka unatoka, utekelezaji tuende tukaufuatilie na mambo mengine. Lakini kwa mfano huo waraka, kamishna ndio anatoa kalenda ya ufundishaji. Anasema masomo yataanza tarehe ngapi, kutakuwa na likizo lini, shule zitafunguliwa lini, na kalenda ile ni ya mwaka mzima. Na waraka wa kamishna ni waraka wa kimamlaka. Kwa hiyo na mimi ngoja niseme moja hapa. Kuna wakati shule zinaongeza muda wa kukaa shuleni kwa sababu pengine hakuna uhaba wa mwalimu. Kwa ule muda wa kufunga shule wanafikiria hebu tuongeze muda kidogo tufidie masomo ambayo hayajafundishwa. Lakini kwa shule inayoitangaza kwamba wazazi, hii ni shule yetu, ina walimu wa kutosha, walimu walio bora kabisa, halafu wazazi wanaleta wanafunzi kwenye shule hiyo kwa ahadi hiyo, shule hiyo inaposhindwa kuachia wanafunzi kwenda likizo, inaonekana kuna kitu waliwadanganya wazazi. Kalenda hii imeandaliwa kuhakikisha kwamba wakati wa kusoma kwa muda uliopangwa utamaliza kila kitu, na wanafunzi lazima wasome kwa masaa yale ya siku, sio kulazimishwa kukaa mpaka late, na wakati wa likizo kuambia msiende nyumbani, kaeni hapa. Kama ulikuwa na walimu wa kutosha, si umeshafundisha, umewajengea nidhamu ya kujisomea, waache watoto waende nyumbani. Uache watoto waende nyumbani. Na nasema kwa ndugu zetu wawekezaji ambao wanatusaidia sana. Ngoja nirudie tena. Nasema kwa ndugu zetu wawekezaji katika sekta ya elimu ambao wanatusaidia sana, tunawahitaji sana, tutawalinda, tutawatetea wakati wote. Kama unachowaambia wazazi walete wanafunzi kwako ni kweli, kwamba una walimu wa kutosha na mnafundisha vizuri kwa wakati mwafaka, zingatia kalenda ya ufundishaji. La usizingatii kalenda ya ufundishaji, unakaririsha watoto. Kwamba ni mwaka mtihani, kaeni msiende nyumbani, unakaririsha watoto. Na sisi tunaanza kuona dalili kwenye Samia Scholarship. Tutakuja kutoa taarifa wangapi walipata Samia Scholarship, wameenda vyuo vikuu lakini wanashindwa kukopa. Lazima utrace wametoka wapi. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba katika usimamizi wa shughuli za wizara sote tujaribu kuzingatia yale majukumu yetu. Nimetoa mfano wa kamishna wa elimu, na mojawapo ni la kalenda ya ufundishaji. Na kalenda ya ufundishaji natoa niseme kwa sauti kubwa kabisa kwamba pale penye upungufu, nadhani naeleweka na taratibu zipo, kwamba tunataka tuongeze siku za kukaa kidogo, tuongeze hata masaa tufidie, na hata akienda mdhibiti bora akitizama atasema ni kweli. Lakini wewe unachukua ada ya mwanafunzi, ya mzazi, kwa ahadi kwamba una walimu wa kutosha, halafu wakati wa mtihani unawaambia hatukufundisha, tunataka wakae hapa tuendelee kuwafundisha. Swali letu ni kweli uliwaambia wazazi ukweli? Namba moja. Namba mbili, unapowafundisha hawa watoto unawafundisha kwa nidhamu ya wao vile vile kujifunza au kukariri? Kwa hiyo wale tungeomba tuzingatie kalenda, na tunapokea malalamiko ya hapa na pale, na tunapokea hasa kwenye shule hizi, na mara nyingine napigia kamishna, hebu fuatilia, na mwingine namwambia Simbeye, na wote wanafanya kazi nzuri sana. Na ili niseme na nitoe mfano mwingine wa kurugenzi ya udhibiti ubora, na ni mfano tu wa nyie wote mnaofanya kazi vizuri, wote kina Mgaya wote hapa. Hakuna siku nimeona clip kwenye mitandao ya jamii yenye kuonyesha jambo ama mtoto anachapwa kwa namna ambayo inavunja kabisa sheria, au tunaonyeshwa majengo mabovu, nikipelekea timu ya wadhibiti ubora ndani ya siku moja, ikizidi sana siku mbili, nitaambiwa ni shule fulani tukio la kuchapa lilikuwa la miaka 6 iliyopita, hatua hii ilishachukuliwa, kuna mtu kalibua kalitupa tena kwenye mitandao. Shule nyingine tuliona Muleba, shule ya tope hii Tanzania, mtu kapita vizuri sana, kasema shule ya tope. Shule hiyo sasa hivi imejengwa vizuri sana,
Klipu hiyo ni ya zamani na nisingeweza kujua kama sio wadhibiti ubora. Nchi nzima wametawanyika, wanafanya kazi nzuri, tukiuliza kitu wana trace na kuleta majibu yake. Na mimi wanasema sipendi, na kabla mtangulizi wako nilisema sisi tukiona kitu kwenye mtandao tufuatilie. Kama kuna upungufu tusichukie aliyerusha kwenye mtandao, twende tukadili na upungufu, au sio jamani? Kama ni mtu ametuma kitu cha zamani tu ili pengine kwa sababu zake anazojua mwenyewe, basi kazi yetu sisi na kitengo cha habari nitakiomba kiwe active zaidi, kitoe taarifa. Hii hapa ilikuwa miaka 10 iliyopita, shule yenyewe iko hivi sasa hivi, ili wananchi wa Tanzania na nyingine mpaka dunia nzima waweze kujua nini kinaendelea. Lakini nasema hayo kwa njia ya kuwapongeza. Nimetoa mfano wa idara mbili wanaofanya kazi vizuri sana. Wengine wote mko hivyo hivyo kabisa. Tunajenga miradi ya hiti. Benki ya Dunia inapongeza sana. Nakutana nao wanasema bwana, miradi inaenda vizuri sana, tuko tayari kuweka fedha zaidi. Tukienda SEQUIP wameangalia mambo, nimeangalia na ripoti inaenda barabara. Ukienda Boost miradi inakwenda vizuri sana. Ukienda E-Strip miradi inakwenda vizuri sana. Na wanasema, na nilienda kabla sijaja Rwanda this time, ile time tulienda wote Maele. Tulienda wote, waliniomba niongee kwenye pano na introduction. Walisema tunaomba Tanzania ituambie ni vipi imeweza kuwa na ufanisi mkubwa sana wa kujenga majengo ya elimu. Na mimi nikajimwambafai pale, wakaniona niko vizuri, kumbe kazi yenu nyie, mimi kazi yangu nimekuwa tu speaker kwenda kusema. Sasa waziri yuko vizuri sana, mimi nazungumza mambo ambayo mmeyatenda nyie kazi yenu. Kwa hiyo asanteni sana, kweli Mungu awabariki sana. Wala sina mengi zaidi ya kusema. Nawatakia kila laheri kwenye shughuli zote hizi. Tutakiane kila laheri kwenye budget. Muendelee kuchapa kazi hivi. Nchi inawategemea. Elimu ni muhimu mno kwa uhai, maisha na ustawi wa nchi yetu. Kwa sote tulioko kwenye wizara na sekta hii, tujue tumepewa majukumu muhimu sana kwa taifa letu. Tuendelee kufanya kazi kama mnavyofanya kazi, na tunapotaka kuongeza tuongeze zaidi. Mimi kazi yangu sasa hivi kujidai tu, naongoza wizara yenye wachapa kazi barabara. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.